We. Rema Simfukwe. Mtaalamu wa hizi kazi. Guru. Mtaalamu wa hizi kazi. Guru wa hizi kazi. Vipi mamangu? How are you my sister? You good? Karibu. Unajua Suzi anakupenda mpaka anashindwa kuficha mapenzi yake. You good? Are you fine? Si swali hilo moja. Nice. Dada yangu vipi? Mbona watu kwa kujaga unaongea na rafiki zako? Ndio. Rema Simfukwe ni rafiki yangu, ni shosti yangu, ni dada yangu. Ni dada, ni bosi. Kwa tunaelewana vizuri. Asante. Nishukrani. Boss, karibu boss wangu. First of all, I want to congratulate you on doing amazingly well and traveling a lot. Amen. Ni sawa tuseme kwamba Bwana amefungua milango ya baraka. Bwana ametanua mipaka yake. Ametanua mipaka. Bwana Isaac anasema safi kabisa. Ana mambo ambayo tunataka. Lazima tuimba injili wewe inafanya mambo yake. You've been traveling Kenya. This time unaona ni Kenya. Wale watu wamekupenda sana. What's up with watu wa Kenya kukupenda? Unadhani why do they love you so much apart from you just having a beautiful voice? Unadhani kuna kitu kingine special that they love from you? Sijui kwa kweli kwa sababu wao nafikiri wanaweza kawa na majibu sahihi ya kusema. Lakini ninachokijua wananipenda. Wananipendea nini? I don't know. Nafikiri ni kile tu kitu ambacho kinawapelekea wao kunipenda which sijui bado. Najua ni utumishi lakini pia kama kuna kitu kingine Kenyans wana majibu mazuri. Wana majibu. Bibi tuwaulize. Kuna clip ambayo imesambaa TikTok ambayo ya juzi ulikuwa unaongea, ulienda kuimba I think, and ukaambia my daughter is in the hospital and I'm here singing. What's your excuse? Ile kitu mimi linigusa kwa sababu first kwa mara ya kwanza mimi sikuwahi kufikiria au kujua kwamba dada yangu Rehema ana mtoto ambaye ana changamoto. And sisi tulikuwa tunajua you're fine, you're okay, everything is fine. But siku ile ukazindua kwa ukubwa na iligusa watu sana. Like why did you have to keep that a secret? Why didn't you just say it out there ili tuweze kukusaidia mapema au kuomba na wewe? Why did you keep it a secret? Kwanza it wasn't a secret lakini pia watu tu walikuwa hawajui. Walikuwa wanajua ni wale watu ambao wako karibu yangu. Nafikiri watu walikuwa wanajua. Na nafikiri katika kila kitu Mungu anaachia majira yake na wakati wake kukisema kitu. Hata Yesu kuna wakati alisema Baba ile saa imefika. Kwa hiyo Mungu anaweza kukupa kitu lakini muda wa kukiacha kitoke there's a specific time. Kwa hiyo Mungu alitupa maono ya Dorcas since 2019. Tangu 2019. Lakini kila tukiusubiria wakati Mungu anasema bado mpaka ilipofika 2025. Mungu akasema sasa ule wakati umefika. Na ndio maana watu wamejua. Lakini waliokuwa wanajua wengi ni wale watu ambao wapo karibu yangu, wananiuliza. Unajua wengi walikuwa wanajua na watoto wa kama sijapata huyu watatu. Yes. Lakini wachache walikuwa wanauliza yule mkubwa yuko wapi. So wakiuliza na waambie. Wasiouliza I don't tell them. See
Yesu. Katika jina la Yesu tunatamka bubujiko la Kristo ndani yako. Inawezekana unasikia kama umerudi nyuma, kama umechoka ndani yako kwa sababu ya sababu mbalimbali za maisha. As we sing this song, mwambie Mungu usinyamaze, mwambie Mungu usiwe mbali na mimi, mwambie Mungu nakutaka tena zaidi ya jana, mwambie Mungu nifundishe tena kukupenda, mwambie Mungu nilikuwa nikiota ndoto lakini sasa hivi sioti ndoto tena, lile bubujiko la kwanza limepotea. Mwambie Mungu nisaidie ile bubujiko lirudi tena, ile hali ya kuomba irudi tena ndani yangu. Mwambie Mungu nisaidie, naona kama niko peke yangu. Mwambie Mungu nisaidie. Kokote pale uliko inua sauti yako, mwambie Bwana usinyamaze. Mwambie Bwana usinyamaze ndani yangu. Bubujiko lako lirudi tena ndani yangu. Ninakutaka tena zaidi ya jana. Nataka niombe zaidi ya nilivyoomba jana. Nataka nikuabudu zaidi ya nilivyoabudu jana. Mwambie Bwana usinyamaze.